Shekhe wa mkoa wa Mwanza Sheikh Hassan Kabeke ametoa wito kwa Watanzania kuendelea kuiombea amani ya nchi, akisema kuwa utulivu wa taifa ndio msingi wa maendeleo, huduma bora za afya, elimu na maisha bora kwa kila raia. Akizungumza na wakazi wa kitongoji cha Mbuyuni, kata ya Ng'apa, mkoani Lindi siku ya Jumatano ya tarehe 23 Aprili mwaka huu, Sheikh Kabeke amesisitiza umuhimu wa mshikamano, hasa wakati huu taifa likielekea kwenye kipindi cha uchaguzi. Naendelea kuwaombeni ndugu zangu wana Ng'apa, ndugu zangu wana Lindi. Sisi tunayafanya yote haya ni kwa sababu nchi yetu ina amani, ni kwa sababu nchi yetu ina utulivu. Leo tumeona mvua tu hapa, mvua ni raha, lakini tumekimbia. Unasemaje ingekuwa bunduki? Kwa hiyo sisi wana Lindi, sisi wana Ng'apa, tuendelee kuiombea nchi yetu idumu kwenye amani. Amen. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mkwana anatuhusia tutunze amani ya nchi. Serikali kujenga mashule, kuwapa wananchi wake elimu, hili ni jambo la haki ya kila Mtanzania. Yaani kila mwananchi katika nchi anahitajia elimu na ni haki ya kikatiba. Kuwa na maisha mazuri katika nchi, kutengenezwa barabara, kuwa na huduma za afya ni haki ya kila mwananchi. Lakini tuulizane hapa, hata tuwe na tuwe na shule ambazo ni za ghorofa, tuwe na shule ambazo zina vitanda ndani yake, watoto wanakula asubuhi, mchana na jioni. Swali langu, kukiwa na vita, watoto watapata hiyo elimu? Hata tujenge hospitali za aina gani, madaktari wanalala hapo hapo na manesi. Dawa hiyo unainua tu mkono unapata dawa, ni haki. Lakini haki hii ya kutibiwa, kikiwa kuna mtoto unalia, utakwenda hospitali? Na sisi Waislamu dini yetu inaitwa Al-Islam, dini ya nini? Ya amani. Kwa tuendelee kumuunga mkono Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania katika kuhubiri kwake amani na kupinga fujo, kupinga vurugu. Mwisho kabisa, niendelee kuwahusia vijana wa Ng'apa, Lindi na Tanzania kwa ujumla. Tuendelee kujiepusha na jambo lolote la kuigaiga. Naweza likatokea jambo umesikia kwa sababu limefanywa Dar es Salaam na wewe unaiga. Kwa sababu limefanywa Dodoma na wewe unaiga. Kwa sababu limetoka Mwanza na wewe unaiga. Kwa sababu limefanywa Lindi mjini na wewe unaiga. Kuiga ni jambo linalotakiwa. Hata sisi Waislamu ili tufaulu tunatakiwa kuiga. Qur'ani inasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nyinyi Waislamu nyinyi hamna kiigizo chema ila Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa pamoja na hivyo kuiga lazima uchague wa kumuiga. Kwa hiyo sio kila kitu kinatakiwa kuigwa, tunatakiwa kuiga mambo mazuri. Wito wangu na usia wangu, hata ukisikia kuna jambo gani, tafakari kwanza. Tafakari. Mtume anasema idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu. Ukitaka kufanya jambo lolote litazame mwisho. Fa in kana khairan famdi, likiwa na khairi lifanye, wa in kana sharra fantahi, likiwa na shari liache. Kwa hiyo umakini unatakiwa kwenye kila jambo. Nchi yetu inapita kwenye kipindi cha uchaguzi, tunatakiwa tusimame imara kuiombea. Huyu mtoto wenu Twaha tumeshaenda naye Burundi. Tulipoenda Burundi, tunapita barabarani tunarudi, tunaambiwa Sheikh, hapo ndio wanakaa watu wanaitwa Wasaya. Unajua Wasaya? Wasaya maana yake waasi. Na ukifika pale unaulizwa, kuna ndoo mbili pale. Unaambiwa utakula makavu, utakula mabichi. Umeelewa? Sio maembe, sio madafu. Utakula makavu, utakula mabichi. Burundi, mzee mtoto wenu Twaha. Wakazi wa kitongoji cha Mbuyuni waliungana na Sheikh Kabeke kuonyesha mshikamano wao kwa taifa, wakisema kuwa bila amani hakuna ibada, hakuna maendeleo na hakuna utulivu wa maisha ya kila siku. Naitwa Ali Saidi Hassan Utali bin Umar bin Juma Nurubi Shirazi. Mimi ni mkazi wa kijiji
kinaitwa Ng'apa. Maoni yangu mimi ninayozungumza, nawasihi au nawaomba ndugu Waislamu na wasiokuwa Waislamu pia wazingatie kudumu kwa amani, kwa sababu nchi kama inavurugika amani, basi nchi inakuwa haina uwezekano wa kufanya jambo lolote. Nchi kama haina amani, hata kufanya ibada watu wanashindikana, hata kufanya shughuli za kimaendeleo watu wanashindikana, hata mtu kujipatia utaratibu wa maisha yake unakuwa mgumu. Nchi lazima iwe na amani, na amani ikidumu ndio mambo yote yanaenda sawa sawa. Swala la amani Mwenyezi Mungu amelisisitiza sana. Amelisisitiza sehemu gani? Pale alipotamka Mwenyezi Mungu kumwambia nabii atuambie sisi, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, maana yake Waislamu. Mungu anasema atiullah, niogopeni mimi kama Mungu, wa atiu rasuli, muogopeni mtume wangu, wa ulul amri minkum, na watakeshikia ufalme. Ilikuwa ni ufalme ule wa kidini, lakini sasa hivi tuna ufalme wetu huu unatumika wa kuchaguana. Amri ya kuwa amani idumu na ufalme udumu katika uhakika mzuri ni amri imetolewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ndugu wananchi kwa ujumla, tujitahidi sana katika kuona amani ya nchi inadumu, na amani ya nchi inadumu kwa kutumia fikira zako. Wewe usione kama kukitokea mzozo, labda kukitokea vita, kukitokea kutokuelewana, kukitokea mabishano ndio sababu ya kufanya nchi wewe uendelee. Hapana. Mabishano yanaposhamili katika nchi, ile nchi inarudi nyuma, haiendi sawa sawa. Kwa mimi naomba au nashauri tujitahidi sana kuzingatia amani ya nchi idumu. Kwa jina naitwa Said Bunjuma almaarufu Matukula. Mimi ni mkazi wa mkoa wa Lindi, manispaa ya Lindi. Kwa rai yangu kwa Watanzania, rai yangu kwa viongozi wa Kiislamu na wale wasiokuwa Waislamu, lakini pia kwa viongozi wa taasisi zote, tujitahidini tuilinde amani ya nchi yetu, kwani amani ikitoweka katika hii nchi yetu hakuna maandalizi ya namna ya aina yoyote. Kwa tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala amjalie mama yetu Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia pamoja na uteuzi wake wote aliyouteua uwe ni sehemu ya kuweza kuvuka vikwazo vitakavyowekwa na watu ambao hawana nia mzuri na nchi yetu hii. Wito wangu kwa Mheshimiwa Rais, aendelee kufanya vizuri, lakini pia ajitahidi sana kuwa na subira, kwa sababu hakuna kiongozi ambaye anaweza akayafanya mambo alafu watu wote wakaridhia. Inawezekana miongoni mwao wanaomkanyaga Mheshimiwa Rais katika utendaji wake ni hao ambao wanapata mafanikio makubwa, na mafanikio hao wanayopata Watanzania. Kwa hiyo wito wangu kwa Mheshimiwa Rais, ajitahidi kuwa na subira, ajitahidi kumtanguliza Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kila jambo, pamoja na mamlaka yake yote alionayo, ili aweze kuiacha nchi mikono salama kama alivyoipokea kwa waliopita kabla yake. Naitwa Asha Masudi kutoka Lindi mjini. Mimi onyi langu kwa Watanzania wenzangu, naomba amani tu itawale kipindi cha uchaguzi, tubebe majukumu ya uchaguzi na wananchi wote tuwepo na amani, tusiwepo na mahangaisho yoyote kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwa jina naitwa Amina Abdalla kutoka manispaa ya Lindi mjini. Tukikaa katika vikundi tuhamasishane mambo mazuri ya kuweza kumchagua kiongozi ambaye aliyokuwa bora, na amani izidi kuendelea kudumu katika nchi yetu. Kwa majina naitwa Somoe Hashim Pamui kutoka kata ya Ng'apa, mtaa wa Nkupama, kitongoji cha Kongo. Kipindi kinachokuja ni kipindi cha uchaguzi, kwa hiyo naomba tuwe watulivu, wasikivu,
ili tufanye uchaguzi wetu kwa amani. Bila amani mambo hayawezi kwenda. Nikiripoti kutokea mkoani Lindi, mimi ni Butije.